Mfungwa hawezi kula chakula anachokitaka mwenyewe. Mfungwa hawezi kula muda anaotaka mwenyewe. Kwa nini? Kwa sababu amepangiwa muda wa kula. Mfungwa hawezi kuvaa mavazi anayotaka mwenyewe. Kwa nini? Kwa sababu amepangiwa mavazi ya kuvaa. Mfungwa hawezi kulala muda anaotaka mwenyewe. Kwa nini? Kwa sababu amepangiwa muda wa kulala. Mamlaka yake yote iko chini ya mkuu wa gereza. Kuna watu wengi wamefungwa katika ulimwengu wa roho, kama yalivyo magereza ya kimwili. Kama gereza la Mlolo hapa chini, ndivyo pia yalivyo magereza ya kiroho. Kuna watu katika ulimwengu wa roho ni wafungwa, hawana uhuru kwenye maisha yao. Mfungwa hawezi kuishi nyumba anayoitaka. Atalazimika kulala na wenzake kwenye horo kubwa. Watu wengi wamefungwa kwenye ulimwengu wa roho. Ili mtu afungwe lazima kwanza akamatwe. Haleluya! Awekwe chini ya ulinzi, manake ni mateka. Halafu apelekwe gerezani. Na kule gerezani kuna aina ya makosa. Kuna wengine wanafungwa na wengine kawaida, lakini kuna wengine wanawekwa vyumba vya ndani. Ndio maana Isaya anasema kuna mashimo. Yeremia alifungwa kwenye shimo refu sana. Kwa vifungo pia vimetofautiana. Haleluya! Ndio maana mtu mwingine akiona na nafuu fulani kwenye maisha anasema mimi sina kifungo. Lakini muulize, je, unakula unachokitaka? Unavaa mavazi unayotaka? Unalala muda unaotaka wewe? Haleluya! Una uhuru na maisha yako? Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sio kama mnaelewa. Na mwingine anaweza kama ameajiriwa, analipa mshahara, lakini bado ni mfungwa.